umekuja na notebook yako, mwambie Roho Mtakatifu, nimekuja asubuhi ya leo, sikuja kwa bahati mbaya. Nimekuja kukuabudu na nimekuja kukusikia. Roho Mtakatifu, sani yako, sema na maisha yetu. Amen. Na umekuja asubuhi ya leo, una mahali pa kuandika. Unaweza kuandika udhihirisho wa utukufu wa Mungu kwangu. Udhihirisho wa utukufu wa Mungu kwangu. Na Roho Mtakatifu wakati tunaingia mwaka 2025 alituambia anatutoa utukufu, kwa sababu hata sasa hivi bado kuna utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Lakini alituambia anatutoa utukufu, anatupeleka utukufu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kama kanisa na kama mtu mmoja mmoja. Haleluya. Na hakuishia kusema tu hapo kupitia kinywa changu, lakini watumishi wa Mungu ambao tumekuwa tukiwaalika hapa wamekuwa wakipita kwenye njia hizo hizo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninaposema neno udhihirisho, ni jambo kuwa dhahiri, jambo kuonekana, kile ambacho Mungu amekisema kuvaa mwili. Haleluya. Na tunaposema swala la udhihirisho wa utukufu wa Mungu, ni uzuri wa Mungu kuonekana kwenye maisha yako, kazi zake na tabia zake na uweza wake, vyote alivyo navyo Mungu kuonekana kwenye maisha yako. Tutakwenda kusoma kitabu cha Kutoka sura 24 na mstari wa 16 mpaka wa 17. Kutoka sura 24 na mstari wa 16. Tayari ipo pale kwenye screen, naomba tusome 1, 2, 3. Lile wingu likaufunikiza siku 6. Na siku ya 7 akamuita Musa toka kati ya lile wingu. Na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Zaburi 19 na mstari wa 1. Zaburi 19 na mstari wa 1. Naomba tusome. Yohana sura ya 1 na mstari wa 14. Tunaposema utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu, ni Mungu mwenyewe ndani ya mtu. Bwana asifiwe. Ni udhihirisho wa vile Mungu anakaa ndani yako. Mama Lilian alisema Jumapili iliyopita, akasema ya kwamba majira yamefika ya wewe kujulikana Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Udhihirisho iwe dhahiri ya kwamba Mungu anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Yohana 1:14. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Wakorintho wa 1 sura ya 2 na mstari wa 8. Yesu yeye ndiyo mfalme wa utukufu. Nakwambia bila utukufu wa Mungu vitu haviwezi kuwa vizuri. Wakorintho wa 1 sura ya 2 na mstari wa 8, naomba tusome. Ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Sawa. Maana kama wangaliijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Yohana sura ya 17 na mstari wa 22. So Kristo ndiye Bwana wa utukufu. Yeye ndiyo Bwana, yeye ndiyo mfalme wa utukufu.
Haleluya. Na utukufu aliopewa na baba yake amekupa. Naomba tusome Yohana 17:22. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Yohana sura ya 2 na mstari wa 11. Kwa Yesu utukufu aliyokuwa nao ametupa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu yoyote ambaye ameokoka anatakiwa kutembea si kwenye utukufu wa kazi. Unajua kila kitu kinaweza kuwa na utukufu wake, lakini si utukufu wa Mungu. Unatembea si tu kwenye utukufu wa kuwa na fedha, bali unaishi kwenye utukufu wa kuwa na Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Yohana sura ya 2 na mstari wa 11. Naomba tusome 1, 2, 3. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya. Akaudhihirisha utukufu wake. Nao wanafunzi wake wakamwamini. Kwa hiyo Yesu, Biblia inasema mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake. Kwa hiyo moja kati ya udhihirisho wa utukufu wa Mungu ni maisha ya ishara na ni maisha ya ajabu zake. Kuna mtu ameelewa mpaka hapo? Biblia inasema mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya. Alifanya nini? Yesu aligeuza maji kuwa divai. Haleluya. Sasa alikuwa anadhihirisha, kwa sababu tayari yeye ni mwana wa Mungu. So Biblia inasema mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maisha ya ishara, maisha ya ajabu ni udhihirisho. Sawa, umeokoka, lakini majira yamefika na Biblia inasema viumbe vyote vinaugua vikisubiri udhihirisho wa wana wa Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Sasa Roho Mtakatifu alinipa mambo kadhaa, kwa sababu mimi si msharika wa kupokea vitu bila kuwa na knowledge. Kwa sababu mwaka utaisha na kama hautakuwa na ufahamu, unaweza kufikiri Mungu amesema uongo, kumbe wewe haujapata maarifa kamili ya kwamba unafanyaje ili uweze kuingia katika utukufu mwingine. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. So Roho Mtakatifu amenipa vitu kadhaa, na kitu cha kwanza, ili udhihirisho wa utukufu wa Mungu uonekane kwenye maisha yako, jambo la kwanza ni wewe kuamini. Jambo la kwanza ni kuamini. Kuamini. Ili kuona udhihirisho wa utukufu wa Mungu ni lazima uamini. Ni lazima uamini. Pasipo imani hakuna maisha na Mungu. Waebrania sura ya 11 na mstari wa 6, Biblia inatuweka wazi ya kwamba kwanza haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu. Ngoja nikwambie, kila kitu unachokifanya na Mungu bila imani haufanyi chochote. Aidha unaimba, aidha unaabudu, si unafagia kanisa, chochote kinachohusu kwamba unafanya kitu cha Mungu unatakiwa ufanye kwa imani, kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Haleluya. Na anasema kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Na si kwamba Mungu yuko, lakini lazima uamini ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa lazima uamini ya kwamba kila anayemtafuta Mungu, Mungu anamreward.
duniani kwa sababu ukiwa umeokoka, yani ukiwa mtu wa maombi, ukiwa tu mtu wa kanisani unapoteza. They are liars. Wanasema kitu ambacho Mungu hajatuambia. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa jambo la kwanza ili uweze kuona udhihirisho wa utukufu wa Mungu ni kuamini. Yohana sura ya 11 na mstari wa 40. Yohana sura ya 11 na mstari wa 40. Ili kuona udhihirisho wa utukufu wa Mungu ni lazima uamini. Mtu asipoamini hawezi kuona utukufu wa Mungu. Mtu asipoamini hawezi kuona utukufu wa Mungu. Naomba tusome kanisa zima kwa sauti ya juu kabisa. Yohana 11:40. Tusome. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Haleluya. Yesu anamwambia Martha ya kwamba sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Sasa ili Mungu akuchukue kutoka utukufu, naongelea utukufu wa Mungu juu ya mtu. Ili Mungu akuchukue kutoka utukufu hata utukufu, ni lazima utoke imani hata imani. Yoyote ambaye hajatoka imani hata imani hawezi kutoka utukufu hata utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Hatuwezi kukiri ya kwamba tunaingia utukufu mwingine, tunaingia utukufu mwingine. Una imani ile ile ambayo uliokoka kwayo. Tunaposema mtu amekuwa kiroho, tunasema huyo mtu amepokea neno la Mungu, na kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, kadri unavyosikia unaanza kuacha kuamini Mungu ya kwamba utapata A, unakuja kuamini Mungu ya kwamba utapona ugonjwa. Unatoka kwenye ugonjwa unapanda level nyingine. Ili uweze kuona ule utukufu wa Mungu kwenye maisha yako ndani ya mwaka huu 2025, lazima uamini. Lazima uamini. Ukija yako mwezi umeanza kuelewa hichi kitu. Nisikilize, Mungu hajawahi kudanganya mtu yote. Wewe huwezi kuwa wa kwanza. Kwa nini Mungu akudanganye? Kwa nini Mungu akudanganye? Mungu sio mwanasiasa ya kwamba anakudanganya kwa kitu anakitaka. No. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi nini kinaendelea kwenye maisha yako. Sikiliza, ukisoma Luka 11, ukisoma yote, ukisoma mstari wa 4, Yesu anamwambia Martha, ugonjwa huu anaoumwa Lazaro si ugonjwa wa mauti. Ugonjwa huu ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Martha anamwambia Yesu ya kwamba Lazaro yuko kaburini, si siku moja wala siku mbili. Lazaro yupo kaburini, yuko siku 4. Yesu anamwambia, sikukwambia wewe Martha? Sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Na Yesu anasema mwanzo huu wa ishara aliufanya ili kudhihirisha utukufu wa Mungu. Nisikilize, unapomwamini Mungu, yeye amebobea kutoa giza katikati, kutoa nuru katikati ya giza. Anaita nuru na giza liko hapo. Yeye amebobea kuipa uzima katikati ya mauti. Haleluya. Nasema haleluya. Kila anayeamini anauona utukufu wa Mungu. Kila anayeamini. Yohana sura ya 1 na mstari wa 14, naye neno akafanyika mwili nasi tukauona utukufu wake. Mungu anataka kufanya kitu kwenye maisha yako. Amini. Ni hasara kuwa Mkristo usiamini. Ni hasara. Ni hasara kuwa Mkristo ambaye Mungu anasema unakataa. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Mariamu alipoambiwa utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akahoji, akauza inakuwa jambo hili, akaambiwa na malaika,
Baadaye akasema na iwe kwangu kama ulivyosema. Ndio maana neno lile liliuvaa mwili, kwa sababu lilikutana na mtu aliyeamini. So ili udhihirisho wa utukufu wa Mungu uonekane, unatakiwa uamini with zero doubts. Zero doubts. Mungu hana vigezo vya kutiliwa mashaka. Mungu hana vigezo hivyo. Hebu mtikise jirani yako. Yohana 17 na mstari wa 8a. Yohana 17 na mstari wa 8a. Naongelea udhihirisho wa utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Na ili Mungu ajidhihirishe, jambo la kwanza, amini. Amini. Kanisani si kusanyiko la watu wanaokuja kupasha viti moto. Sisi tunaitwa waamini. Watu walioamini. Haleluya. Yohana 17:8a. Naomba tusome hapo. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao. Mstari wa 22. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Haleluya. Hapo tu. Kwa neno aliopewa ametupa, lakini utukufu aliopewa ametupa. Kwa sisi tunapoliamini neno lake linauvaa mwili na tunaanza kuona utukufu wake. Kuna mtu anaelewa? Haleluya, haleluya. Nisikilize mtu wa Mungu. Ukisoma Biblia kitabu cha Waebrania sura ya 3. Tusome kwanza Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Waebrania sura ya 4 na mstari wa 2. Amen. Mimi nimechagua kuwa na Mungu. Kuchagua kuwa na Mungu, nimechagua kumwamini. Na wewe umechagua kuwa na Mungu. Kuchagua kuwa na Mungu, nimechagua kumwamini. Kwa chochote atakachokisema ndio hicho hicho. Unajua utii wa wanajeshi unaweza ukawalaumu, lakini wao wamefundishwa kutii bila kuuliza. Ndio shida ya mafunzo yao, au ndio nguvu ya mafunzo yao, ya kwamba wao wamefundishwa kutii bila kuuliza. Kwa sababu wakisema ili watii waulize, kuna siku wanaweza wakafa. Sababu unapokuwa katika vita, unaambiwa lala chini, unaweza kumuuliza mkuu wako, nilale kwa nini? Kwa nini? Ushabutuliwa. Kwa jeshini na akili za mafande si huyo pale askari, msiwachukie maskari tunao hapa. Akili zao wanajeshi wakiambiwa lala chini, hawaulizi nilale, mbona kuna matope, mbona kuna nini? Anayekuambia anakuwa kuna kitu amekiona, kwa wao wanalala. Baada ya kulala, ukishainuka ndio uulize kwa nini tulilala. Kwa sababu ukileta ujuaji, you are finished. Kwa Mungu anaposema umepona, nimepona tunakubali na tunaamini, kwa sababu hatuwezi kuishi na Mungu kwa kumwelewa. Sisi tunamwamini. Ukisema kwamba nimeelewa ndo nifanye, itateke a century, itakuchukua muda. Kwa yeye anasema nimetangaza kwamba wewe umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo Yesu. Wewe unaanza kutembea na kuamini ya kwamba nimebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Itakuwaje? No, nimeambiwa nimebarikiwa. Haleluya. Ukitaka kuona udhihirisho utukufu wa maisha yako, mpaka ukiwa unatoa ushuhuda tu unafikiria ni uongo, amini. Mpaka wewe mwenyewe useme kwamba hivi Mungu ameamua kuishi nyumbani kwangu, kwa unaamini. Haleluya. Nasema haleluya. Waebrania 4:2. Tusome kanisa zima. Maana ni kweli
sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. That's the only problem. Only problem. Tumekuwa na hizi siku 4 za kongamano ya wanawake. Nimekaa hapo chini kwa nasikia watu wanafundisha. Mimi Mungu akishasema ndio hivyo. Yaani nilitafakari neno kubarikiwa. Si kwamba nimesikia mara ya kwanza. Lakini neno likija, I take time na kutafakari kubarikiwa. Moja ya kitu ambacho kimekaa kwenye mifupa na kiongei mara sijui ya ngapi leo. Mama Ndege akasema ya kwamba Ibrahim alibarikiwa. Ilifika point ya kwa Mungu alimwambia Ibrahim, sasa atakayekubariki amebarikiwa na atakayekulaani amelaaniwa. Nikatafakari na kasema Wagalatia 3 inasema, na kama nyinyi ni wa Kristo, ni uzao wa Abraham na warithi sawa sawa na ahadi. Kwa hiyo mimi Winnie, atakaye nibariki amebarikiwa, na atakaye nilaani sipigani naye. It's automatic. Very automatic. Wala si discuss. Yaani huko anapolaani anashangaa huko wala sina taarifa wala sijui. Huko anaponibariki wala sitamwekea mikono, atashangaa amebarikiwa. Mimi nimeamini na level zangu za kuamini nasema, kwa sababu chochote unachoamini unakisema. Hallelujah. Nasema hallelujah. Sasa maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Shida yangu na mwingine hakuamini. Yeye alisikia neno, lakini lile neno halikuchanganyika na imani. Haijalishi watu wanasema Living Water wanafundisha sana, haitakusaidia kama hutaamini. Haitakusaidia. Kwa sababu neno linapokuja linatakiwa lichanganyike na imani. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Waebrania sura ya 3 na mstari wa 18 mpaka 19. Wana wa Israeli walipendwa na Mungu. Walitolewa kwenye mateso. Walitolewa kwenye ugumu. Mungu akajitoa kwa hudumia chakula na kila kitu cha maisha yao. Sio siku moja, sio siku 2, miaka 40. 40 years. Mungu anawahudumia tu. Lakini Mungu amewapa ahadi. Amewapa ahadi ya kwamba nyie watu nawapeleka katika nchi iliyokuwa na maziwa na asali. Hawakuingia kule kwa sababu moja tu. Sio kama Mungu alikuwa hawapendi. Mungu anaongea, hawaamini. Waebrania 3:18 mpaka 19, naomba tusome. Tena ni akina nani aliyowaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake? Ila wale walioasi. Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutoamini kwao. Hawakuweza kuingia. Hawakuweza kuingia katika, walikuwa kwenye utukufu wa mana na kware. Lakini Mungu aliwaandalia great glory. Nchi imejaa maziwa na asali. Hawakuweza kuingia. Si kwamba Mungu ni muongo, walikuwa hawaamini. Walikuwa hawaamini. Haleluya. Na Biblia inasema asiwepo kati yenu mtu mwenye moyo mbaya wa kutokuamini. Moja kati ya vita vikali vinavyoendelea tangu Genesis, Shetani anapambana na mwanadamu asiamini kabisa Mungu alichokisema. Asiamini kabisa Mungu alichokisema. Yaani ukisikia neno la Mungu kama hivi, anakuja ule mwovu kung'oa. Nenda kasome aina ya mioyo iko 4 linapokuja neno la Mungu. Moyo njia, moyo mwamba, moyo mwiba na moyo udongo mzuri. Mungu anasema mwanzo. Shetani anapitia kwa Eva, anamwambia Mungu amesema nini? Akusema hivyo, amesema jisaidie na wewe atakusaidia.
Mungu akusema hivyo. Adui apambani na wewe kuombewa, anapambana usiamini. Anajua usipomwamini Mungu tayari hamna kitu kinaendelea. So kuna vitu unamuomba Mungu lakini Mungu alishasema, hauamini. Unafunga, unaomba, lakini Mungu alishasema. Unatakiwa wewe uamini kile Mungu alichokisema. Kuna mtu anaelewa asubuhi leo? Bwana Yesu asifiwe. Haikutakiwa Mungu afanye kitu kingine kwa wana wa Israeli. Alimwambia Musa akiwa anachunga kondoo za mkwe wake, kijiti cha moto kinawaka. Anamwambia Musa, nimeona mateso ya watoto wangu. Musa, ninakutuma kwa Farao, nenda kawatoe, nataka niwapeleke kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali. Haikutakiwa Musa tena wafunge na kuomba. Walitakiwa waamini bahari pasuke, waamini wale chakula jangwani, waamini waingie katika nchi ya ahadi. Usikubali kuitwa muamini ambaye huamini. Usikubali. Ukisikia mtu wa imani, ujue ni mtu ambaye anatembea kwenye udhihirisho. Udhihirisho wa utukufu wa Mungu. Adui anajua ukiwa na mashaka ameweza. Yakobo sura ya 1 na mstari wa 6. Naongelea jambo la kwanza, kuamini. Na Alhamisi nitafundisha jambo la pili. This time sina haraka, kwa sababu hichi kitu ni maisha, na Mungu amekusudia kabisa kulipea kanisa lake utukufu mwingine. Kwa kitu cha kwanza ni kuamini. Na ukisoma Warumi 10:17, imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo kama unajiuliza nitamwaminije huyu Mungu, wewe sikia kuhusu Mungu. Ukiwa barabarani kwenye gari, sikia. Ukiwa unataka kulala, sikia. Ukiwa unafagia, sikia. Ukiwa kazini, sikia. Utaanza kuamini ya kwamba unaweza kutuma upepo na upepo ukaenda ukafanya kazi. Haleluya. Yakobo 1 na mstari wa 6, naomba tusome 1, 2, 3. Pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Bwana Yesu asifiwe. Hadi anapata tu mashaka. Tumekaa siku 4. Umebarikiwa kwa nini? Namba 1 na wokovu. Mama mbili vitu very simple. Roho Mtakatifu. Hadi anakuambia hapana. Hapana. Ndio maana sasa tumezidi kukua. Ukitoka hapa unarekodi neno. Ukitoka hapa unasikiza tena neno. Na kesho yake unasikia tena neno. Mpaka neno liuvae mwili. Haleluya. Luka sura ya 1 na mstari wa 9 mpaka wa 20. Malaika wa Bwana anaitwa Gabriel. Malaika wa habari njema. Anaenda kwa kuhani anaitwa Zekaria. Luka 1:9. Anaenda kwa kuhani Zekaria. Na sio kwamba anamfuata Zekaria nyumbani kwake, hapana. Imefika zamu ya kuingia hekaluni, zamu ya Zekaria. Zekaria ameingia hekaluni, yuko pale, ghafla malaika katua. Akaanza kuogopa. Malaika anamwambia Zakaria, maombi yako yamesikika. Zakaria, Elizabeth mke wako atakwenda kukuzalia mtoto wa kiume. Zakaria akasema, unasemaje? Unamjua Elizabeth? Unamjua mke wangu? Mke wangu ni mzee, mimi mwenyewe ni mzee, sijui nini. Malaika, kwa sababu mbingu ilikuwa ina haja na Yohana Mbatizaji, ikasema, sikiliza, huyu tunampa ububu wa jamii. Ububu wa miezi 9. Miezi 9 kwa mimi. Kwa sababu ile shughuli mbingu ilikuwa haiwezi kuahirisha. Miezi 9 kuhani anatoka kwenye hekalu. Kwa sababu wakati Zakaria yuko hekaluni, watu nje wanangurumisha maombi. Anatoka, vipi? Labda kesho ataongea, kesho kutwa ataongea. Paka
mpaka miezi 9, mpaka Yohana anazaliwa. Elizabeth anasema nimeambiwa aitwe Yohana. Watu wanahoji, kwenye ukoo wetu hakuna mtu aitwa Yohana. Anaanza kuongea, Mungu pia aliniambia ataitwa Yohana. Kwa sababu yule hakuamini. Haihitaji uone ndio uamini. That's not faith. Ibada ya asubuhi niliwaambia, leo adui anachokifanya kwenye kanisa, analipitisha kanisa na liumbishi kwenye kutoka kumwamini Mungu asiyeonekana kwenye macho na kuanza kuamini vitu. Huwezi kuniambia mimi na akili timamu ya kwamba ukishika haya una imani. Imani wa Ibrania 11:1 sio kuona. Si kuona. Imekuwa ngumu kuamini neno. Imekuwa ngumu kumwona Mungu ambaye hatujamuona, na iliwashinda wana wa Israeli. Wakati Musa ameenda kuzungumza na Mungu, wana wa Israeli walichonga ndama. Hawakuamini. Walichonga ndama. Kwa hiyo leo wanataka kuniambia wewe ni Mkristo kwa sababu umekaa na vitu vingi hapo ndani. Una mafuta, una maji, una kachumbari, una sausage. Kwa sababu ni muamini Mungu. Muamini Mungu asiyeonekana. Liamini neno. Kwa sababu imani ilikuwa na hakika ya mambo yasiyoonekana. Haleluya. Tusome Luka sura ya 1 na mstari wa 9. Kwa mahali tutaishia alafu tutaendelea. 1, 2 tusome kanisa zima. Kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kula ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana. Amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomuona alifadhaika. Hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Sawa. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo. Yaani malaika anaongea zaidi ya dakika 3. Yes. Tuendelee kusoma. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee, na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabriel, nisimamaye mbele za Mungu. Nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Haleluya. Hakuamini. Ili tuweze kuona udhihirisho wa utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu, tunatakiwa tuamini kama vichaa. Tuamini kama hatuna akili. Tuamini bila mpangilio. Tuamini hovyo hovyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Wafalme wa 2 sura ya 7 na mstari wa 1, kuna mtu aliambiwa kitu kimoja ambacho sitaki kitokee kwenye maisha yako. Aliambiwa, wewe kuona utaona, kula uli. Elisha anatoa unabii. Anasema ya kwamba lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa kama hii. Kumbuka hapo kuna njaa kali. Anasema kesho saa kama hii, kipimo cha unga mzuri
kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli langoni pa Samaria. Mstari wa 2. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu. Yani anatokea mtu anaijibu sauti ya Bwana, kwa sababu Elisha alikuwa anasema Bwana amesema. Alafu anatokea akida mwenye experience ya kazi, ana experience ya njaa, anamwambia kitu ambacho amwambie Elisha, anamwambia Mungu. Akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana, sio wewe, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Kwa maana jambo liwezekani. Elisha akamwambia, sikiliza, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Kwa maana ipi? Alitangaziwa kifo. Alikufa kwa sababu njaa ilikuwa kali na watu washapigwa na njaa siku nyingi. Neno la Bwana linakuja, lakini wewe uliangalia neno, unaangalia mazingira. Ili tuweze kuona udhihirisho wa utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu, lazima tuchague kuamini. Lazima uchague kuamini. Mungu akisema umepona, umepona, hata kama maumivu bado yapo, kwa sababu amesema. Mungu akisema ya kwamba nitakubariki, umebarikiwa. Asubuhi niliwaambia ya kwamba haiwezi kutokea ukawa masikini, hata kama asubuhi ya chai hauna nauli ya kurudi nyumbani. Amesema, amesema. Kazi yangu ni kuamini, kwa sababu leo Mungu amelituma neno tangu tarehe 31 2024 ya kwamba amesema 2025 ninaenda kuwapeleka utukufu mwingine. Haijalishi mazingira yakoje. Nataka nikwambie, hautakiwi kuwa kwenye fungu la kusikia shuhuda za watu ambao waliamini. Wewe unasikia, lakini you're not the part of that. Huyu mtu aliona chakula hicho hapo, ila hakula. Alikiona. Unaona tu mtu anashika maiki, greater glory, utukufu wa Mungu, hiki kimetokea, hiki kimetokea, hiki kimetokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, imani sio swala la society, sio swala mimi na mtu fulani. Swala imani la kwangu, la kwangu na Mungu, la kwangu na Mungu. Nataka nikwambie, chochote utakachoamua leo kukiamini ambacho Mungu aliwahi kukwambia sirini na hadharani, utaona utukufu wake. Utaona utukufu wake, utaona utukufu wake. Kuna vitu Mungu amewahi kukwambia, haijalishi hapa katikati jua litawaka sana ama mvua itanyesha sana, watakukimbia, watakuacha. Yeye anasema naliangalia neno langu ili litimize. Analiangalia neno. Wakati Farao analeta mapigo juu ya wana wa Israeli, hakufuta kitu ambacho Mungu amesema. Wakati bahari imesimama mbele macho ya wana wa Israeli, Mungu alikuwa analiangalia neno lake. Wakati wameingia jangwani, Mungu alikuwa analiangalia neno lake. Wakati wanatengeneza yule nyoka wa shaba, alikuwa analiangalia neno lake. Mungu kama kusahau neno lake kwa wana wa Israeli, wao uliyezaliwa 80, wao uliyezaliwa 70, hawezi kuacha kusahau neno lake juu ya maisha yako. Hawezi kuacha kusahau neno lake. Na hajawahi kukuambia uongo. Alimwambia Yusufu, nisikilize, mimi ndio Mungu, baba yako na mama yako watakuinamia na ndugu zako watakuinamia. Akisema amesema. Udhihirisho wa neno la Mungu unatakiwa kukutana na mtu wa imani. Anaingia katika shimo, analiona neno. Anaingia utumwani, analiona neno. Anaingia gerezani, anaambia Mungu alisema. Alisema ya kwamba baba yangu ataninamia na mama yangu ataninamia. Miaka ilipita, lakini neno la Bwana halipiti na wakati. Halipiti na wakati. Majira yalifika, waliinama wadogo zake, aliinama kaka yake aliyemtupa shimoni, walisujudu, neno likatimia. Kwa sababu Yusufu aliamini
Yusufu aliamini. Sikilize mtu wa Mungu, wewe unafikiria akili yako inaweza kukutoa? Hakuna kitu kina nguvu katika hii dunia kama imani. Imani ina nguvu. Usicheleweshe. Ambao tulikuwa tunasali 7-7, nilikuwa nawaambia Mungu anapotupeleka. Tukiwa kwenye darasa ambalo pembeni limejaa Qurani, lakini Mungu aliniambia, na juzi mtumishi wa Mungu Apostle Ndege amekuja kusema kitu ambacho ni kama hatujui kinatokea saa ngapi, hatujui kinatokeaje, lakini ninaliamini neno la Bwana na tutauona udhihirisho wake. Tutaona neno likiuvaa mwili kama tutaamini, kama tukiacha kuangalia mazingira. Ukipingwa kidogo, mazingira kama magumu kidogo, unafikiri Mungu kasahau. Mungu asahau. Mungu asahau. No matter what's happening in your life. Kama kuna kitu Mungu alisema na ukiwa form 2, amini. Alisema na wewe ukiwa la 7, kama aliyesema ni Mungu, kama aliyekuambia ni Mungu, amini. Kama kuna kitu Mungu alisema na wewe kupitia watumishi wake, amini. Unashtakiwa kuamini, kwa sababu adui hata kuja kama alivyokuja kwa Eva. Na usikie Biblia inavyosema pale, shetani akaja kwa nyoka, na ni nyoka kaanza kuongea. No, mawazo mabaya. Mungu hajasema hivyo. Mungu anasema hivyo. Mawazo mabaya anza kuingia na kuambia have plan B. Unajua muda unazidi kwenda. Hiki na hiki utakufa masikini. Sijui na nini. Achana ulokole. Mungu akisema hasahau. Mungu akisema hasahau. Ili tuone udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yetu kama living water, tuchague kumwamini Mungu. Come rain, come sun. Ibadilike dunia, chochote kibadilike. Hatutaki kuwa kwenye fungu la kuona na kutokula. Tutaona na tutakula. Shangilia Roho Mtakatifu. Pigia Bwana makofi zaidi ya hayo. Haleluya, haleluya. Nisikilize mtu wa Mungu, napokwenda kumalizia. Ibrahim aliitwa baba wa imani. Baba wa imani. Kisoma Galatia 3:6-9. Biblia inasema Ibrahim alikuwa baba wa imani. Ibrahim alihesabiwa haki kama mimi na wewe tuhesabiwa haki kwenye Agano Jipya. Kwa imani. Si kwa matendo, kwa imani. Achana Ayubu alikuwa mcha Mungu, usiwini na nini vipengele vingi. Ibrahim alihesabiwa haki kwa imani. Nikiyasoma maisha ya Ibrahim, ninamwona Ibrahim anatoka utukufu hata utukufu kwa kutoka imani hata imani. Kuna mtu anaelewa? Haleluya. Galatia 3:6-9. Tusome hapo tuone kwamba Ibrahim alikuwa baba wa imani. Elewa, Mungu akimwambia mtu ni baba, yani ni imani inapotoka. Naomba tusome 1-2-3. Kama vile Ibrahim alimwamini Mungu akahesabiwa haki. Fahamuni basi ya kuwa wale walio imani hao ndio wana wa Ibrahim. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahim habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. So Abraham anaanza kumwamini Mungu. Ndio maana nasema kitu kimoja. You should be very careful. Usiangalie unamrigani kwenye wokovu. Angalia imani yako inakuwa. Yaani unataka utembee na imani ya form 2 wakati uko Ukwata. Wakati uko stuka Sveta. Ndio imani ile mpaka leo. Unataka utembee na imani ya mwaka 2018. Hautaingia katika utukufu mpya, kwa sababu utukufu mwingine unahitaji level nyingine imani. Level nyingine kabisa imani. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 na mstari wa kwanza, Mwanzo 12. Wakati Roho Mtakatifu anaendelea kuongea, nataka ndani yako uambie Roho Mtakatifu nisaidie. Nachukua hatua mpya ya kukuamini.
nitakuamini kama kichaa, sitaeleweka tena. Utakapokuwa umesema hakuna mtu atakayenielewa, nitalifuata neno. Haleluya. Mwanzo sura 12 mstari wa kwanza. Yes. Naomba usome. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako, sawa, na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Mwanzo wa imani. Haji, sikiliza, Ibrahim alikuwa anatoka imani kwenda imani. Mungu akuishia hapo. Mstari wa pili unasema, kufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki, na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Tuchukue tu hivyo vitu hivyo hapo. Yes. Ibrahim hawezi kurukia mstari wa pili, ya kwamba nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulitukuza jina lako. Haya ni matokeo ya kuamini kutoka. Mungu anamwambia toka hapo kwa baba yako, hapo toka, nenda kule nitakapokupeleka. Alafu kule nitakapokupeleka ndio nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hiyo Abraham alitakiwa aamini, afungashe vile kila kitu chake, atoke aende kule Mungu atakapompeleka. Anatoka kwenye hii imani, anaingia kwenye imani nyingine. Mwanzo 15:5. Hapo anaingia baraka, vitu vinakuja hapo. Imani ndio inaleta utukufu. Utukufu ni spiritual thing. Unataka kuona utukufu wa Mungu, muamini Mungu kiholela holela, bila mpangilio. Bwana apewe sifa. Warumi 15:5. Naomba tusome. 1, 2, 3 some. Yes, 1, 2, 3. Na Mungu mwenye saburi na faraja awajalie. Mwanzo 15:5. Mwanzo 15:5. Kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Anamtoa toka huku nenda huku. Sasa anamwambia toka nje Ibrahim. Ibrahim anatoka nje. Anamwambia angalia juu, hesabu hizo nyota. Anahesabu, anaona kama anachanganya, kama zimekuwa nyingi. Anamwambia sasa Ibrahim, Mungu anamwambia Ibrahim, Mungu akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Abraham akaamini. Anatoka kwenye imani, anaenda imani. Sasa anaenda imani nyingine. Waebrania 11:17 mpaka 19. Waebrania 11:17 mpaka 19. Tumefika. Naomba tusome. Ibrahim alipojaribiwa, akamtoa Isaka awe dhabihu. Na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe, mzaliwa pekee. Naam, yeye aliyeambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa. Hapo tuendelee mstari wa pili, tutarudi hapo. Akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatoka imani, anakwenda imani, anakwenda mpaka imani. Bible inasema ya kwamba naam, yeye aliyeambiwa, Ibrahim aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. Roho Mtakatifu ameniambia kitu cha ajabu sana hapo. Kwa sababu sisi tunamchukua Ibrahim na kumwona kama Ibrahim aliwezaje kumtoa mtoto. Ibrahim si kwamba aliweza kumtoa mtoto. Ibrahim alikuwa anajua kila neno ambalo Mungu amewahi kusema naye. Ibrahim alikuwa anajua tangu siku ya kwanza anamchukua Isaka, anaenda kumtoa sadaka. Alijua Isaka hawezi kufa, anatakiwa uishi, kwa sababu aliniambia katika Isaka uzao wako utaitwa. Isaka hata kama atakufa, anamhesabia yeye aliyesema ya kwamba amesema ya kwamba katika Isaka uzao wako utaitwa. Isaka hata
taifa. Alijua atarudi na Isaka. Nataka nikwambie, kama unadharau maneno ya Mungu, hauwezi kufanya kazi na Mungu, hautakaa mwelewe Mungu. Ibrahim alichukua kila neno la Mungu. Tunamshangaa, mbona amemtoa mtoto? Alijua mtoto hawezi kufa. Alijua, kwa sababu Mungu kama hajamuomba alishamwambia ya kwamba katika Isaka uzao wako utaitwa. Na ndio maana alikuwa nyepesi. Alichukua tu kisu, alikuwa anatoboa akijua ya kwamba mstari unaofuata Biblia anasema ya kwamba alijua, alihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampa tena toka huko. Kwa mfano, si kwamba atampa mtoto mwingine, atampa Isaka yule yule, kwa sababu katika Isaka uzao wake utaitwa. Mungu ameniambia kitu cha ajabu sana. Akanambia huwezi kumwona mtu anatoa kama hatoi kwa imani, kwa sababu huwezi kutoa kama hujui, huna neno. Mungu amekwambia nini? Huwezi kutoa kwa sababu ndege amesema. Unatoa kwa sababu unajua Isaka ya kwamba I'll never be poor. Siwezi kuwa masikini, siwezi kuugua kwa sababu amesema. Haleluya. Mungu anasema mara ngapi unasahau? Mungu anasema mara ngapi unasahau? Ibrahim anaitwa baba wa imani kwa sababu alikuwa anayatunza maneno yote ambayo Mungu amesema. Kwa hata Mungu akienda kama vile aligeuka neno lake, yeye anasema mimi namjua huyu Mungu. Aliniambia nitoke nende mahali ambapo atanionyesha, atanibariki, kashanibariki. Huyu Mungu namjua, kila anachokisema kwa maisha yangu anafanya. Nataka nikwambie mchana wa leo, hautaki kudharau hata neno moja. Hautaki kudharau hata neno moja ambalo Mungu anasema. Mungu hatani akisema jambo juu ya maisha yako, ametumia mtumishi wake, weka mata. Amesema haijalishi nini kinatokea, haijalishi mazingira atakuwaje, amesema tu kwa sababu tunamwamini Mungu. Kwa sababu tunamwamini Mungu. Adui anakuletea, analeta anavyoleta, lakini Mungu amesema nini? Wewe unakosa ada, kumbuka Mungu alikwambia utakuwa nani. Hata kama kesho ndo mtihani, leo ada itakuja, itakutafuta na itakupata, na chuo utamaliza na kazi utafanya. Mungu amesema nini na wewe? Mungu amesema nini? Mungu amesema nini? Kwa unalia, kwa unakaa tamaa, kwa hiyo unakwenda mbele urudi nyuma. Mungu amesema na nini na wewe? Mimi kuna vitu Mungu ameniambia siku nyingi, hivyo vitu naviangalia. Nilishawaambia adui, you waste your time. Mimi huwezi kuniletea chochote hapa. Kuna kitu Mungu ameniambia. Kuna kitu Mungu ameniambia. Kuna neno Mungu amelisema juu yangu, na hilo neno litauvaa mwili kija cha kuja. Mungu amesema nini na maisha yako? Ni kitu gani Mungu amekuahidi? Unarudi tena kulia. Unatakiwa uamini Mungu si mwanadamu hata ajute. Mungu si mwanadamu hata kudanganya. Mungu hawezi kusema uongo. Nataka usimame kwa miguu yako hapo ulipo. Mungu amesema nini juu ya familia yako? Unakata tamaa ovyo ovyo. Unalo neno la Mungu ndani yako. Mungu amesema nini juu ya kanisa? Mungu amesema nini? Kama unashindwa kuamini Mungu maisha yako, angalia sisi tulipotoka. Nani amekuwa msaada wetu kama si Bwana? Ndio maana siwezi kukata tamaa kwa chochote. Haiwezekani, kwa sababu kuna kitu Mungu amesema. Na ndio maana ilikuwa ngumu kwa Yusufu kulala na yule mwanamke. Aliona nitapata vitu vya hapa tu. Kuna kitu Mungu ameniambia. Kuna kitu Mungu ameniambia. Ili kuona udhihirisho wa utukufu wa Mungu, jambo la kwanza amini. Jambo la kwanza ni kuamini. Ni kuamini. Alhamisi nitaongea jambo la pili, na Jumapili nakuja nitaongea jambo la tatu. Tutakwenda mpaka tuyamalize haya mambo, kwa sababu huu ni mwaka wetu wa kuingia utukufu mwingine kwa kila anayeamini. Mwinulie Bwana Yesu mikono yako juu. Wanafunzi wakamwambia, Baba tuongeze imani. Wanafunzi wakamwambia, Baba tuongeze imani. Nataka uinue sauti yako mbele za Bwana.
Mwambie Mungu, kuna vitu umeniambia na kuna wakati nimekuwa kama nachanganyikiwa. Mwambie Mungu, maana ni kama uko peke yako mahali hapa. Mwambie Mungu, niongezee imani. Roho Mtakatifu, inua sauti yako mbele za Bwana. Inua sauti yako. Nimemwona Mungu kwenye maisha yangu. Sikwambii tu kitu cha Ibrahimu. Ningeamua kusema maisha yangu tusingeondoka leo. Kwa sababu maisha yangu ni imani juu ya imani na juu ya imani. Ninaishi kwa imani hata kama sioni chochote. Naliona neno la Mungu juu ya maisha yangu. Mwambie Mungu, niongeze imani. Mwambie Bwana, asubuhi ya leo ninachagua kuamini yale yote uliyosema juu ya maisha yangu. Mwambie Mungu, ninakuamini kwa ajili ya hili. Ninakuamini kwa ajili ya hili. Kama vile Ibrahim alivyokuamini akapokea, na ndivyo niko hapa asubuhi ya leo. Nitaona udhihirisho. Nitaona udhihirisho. Nitaona udhihirisho utukufu wako kwenye maisha yangu. Endelea kuomba. Jehova, na kuamini, na kuamini wewe.